Truth Bible Institute chini ya Askofu na Mwalimu Aurelian Gonyani tunakutangazia nafasi za masomo kwenye chuo cha Biblia, na program zitolewazo ni diploma ya Biblia na theolojia, na wanafunzi watasoma kwa njia mbalimbali za elimu masafa ya distance learning. Muhula wa masomo utaanza Oktoba mwaka 2021 na tutaanza kupokea maombi ya kujiunga, yani applications, kuanzia Agosti mwaka 2021. Na kwa maelezo zaidi piga simu namba 0755 na email aureliangonyani@gmail.com, au tucheki moja kwa moja kwenye website yetu ni www.tbi.ac.tz. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa ni kwenye chanzo cha maji ya mji wa Yeriko, ambako wakati wa nabii Elisha akiwa nabii mkuu wa taifa la Israeli alitembelea kwenye mji huu, mji wa Yeriko. Alipofika hapa, watu wa mjini waliokuwa wanaishi mahali hapa, kumbuka hapo ninazungumza habari ya miaka inayokaribia 700 kabla ya Kristo, 700 kabla ya Kristo, na ukiangalia pale wameandika the oldest city of the world, ni mji wa zamani zaidi duniani. Watu wa mjini wakamwambia Elisha kwamba Bwana, angalia, tazama, mji huu ni mzuri, lakini nchi yake haifai, maji yake hayafai, na nchi yake inazaa mapooza, kwamba kila kitu kilichokuwa kinazaliwa mahali hapa kilikuwa kinapooza. Kilichotokea ni kwamba Elisha akawaambia wale watu waliokuwepo maeneo haya kwamba ninaomba nipeni chumvi. Hiyo chumvi wekeni kwenye chombo kipya, alafu twendeni moja kwa moja mpaka kwenye chemchemi au kwenye chanzo cha maji ya mji huu wote. Walipompa, akaja kwenye sosi, kwenye chanzo cha maji ambacho kiko hapa. Kwa akaja akamimina ile chumvi. Kwa mujibu wa maelezo ya Biblia inasema maji yale yakaponywa hata leo, na watu wa mjini wakaanza kunywa hayo maji na nchi ikaacha kuzaa mapooza kuanzia kipindi hicho. Hapa Yeriko ilikuwa ni moja kati ya stations, kati ya vituo vya kufanya kazi ya Mungu au vya kinabii vya nabii Elisha. Kwa kuna maeneo mengi sana kwenye Biblia katika nyakati hizo ambazo wametaja mji wa Yeriko. Nikupe tukio jingine moja au mawili ya haraka haraka ili uweze kuconnect historia ya Biblia, uweze kuona kwamba Elisha alikuwa anakuja Yeriko mara kwa mara. Wakati Elia anategemea kupaa mbinguni, Elia akasema, naomba Elisha, kaa hapa Betheli, mimi nataka niende Yeriko, ili nikifika Yeriko Bwana amenituma nikafanye jambo. Elisha akasema, kama roho yako ishivyo na wewe ishivyo, sitakuacha. Wakatoka wakaja mpaka Yeriko. Yeriko penyewe ni hapa. Nazungumza wakati Elia anategemea kupaa kwenda mbinguni. Alipofika hapa, wana wa manabii au manabii wanafunzi walikuweko mahali hapa. Manabii vijana walimwambia hivi, unajua kwamba Mungu anakwenda kumtoa bwana wako leo, asiwe bwana wako tena? Elisha akawaambia, ninajua, nyamazeni. Hao wana wa manabii walikuwa wapi? Walikuwa hapa. Kwa hiyo at last, mwisho, Biblia inasema kwamba Elia akaenda akavuka mto Jordan kwa kutoa baadhi, akalipiga maji yakawanyika, akavuka ng'ambo, kule mbele akaenda akapaa. Na wakati anapaa, kabla hajapaa, alimwambia, omba lolote utakalo nikupe, kwa maana Elia anamwambia Elisha. Elisha akasema, nipe double portion of your spirit, roho yako maradufu. Akasema, umpe jambo gumu, ukiniona utapata, usiponiona utapata. Muda sio mrefu gari ya moto ikaja ikambeba Elia na vazi la Elia likaanguka. Elisha akaliokota akarudi. Kwa hiyo nilikwambia kwamba mto Jordan nafikiri tumeuona tukiwa kule mlimani, si ndio? Ambao unatenganisha nchi ya Jordan pamoja na huku. Kwa hiyo ndio maana Elia alipaa mbinguni akiwa nchi ya Jordan, ng'ambo ya mto Jordan, ambako tayari kwa sasa sio Israel, ni nchi ya Jordan. Kwa hiyo Elisha akarudi na vazi la nani? La Elia. Akapiga maji. Aliposema yuko wapi Mungu wa Elia, maji yakagawanyika ya mto Jordan
akarudi akaja mpaka hapa tena, na wale wana manabii wakasema, angalia hivi sasa roho ya Eliya iko juu ya nani? Ya Elisha. Hayo matukio yote yametokea katika eneo hili. Tukio la mwisho kabisa kwa dakika moja, ili uunganishe kidogo matukio ya Biblia. Siku moja Eliya akiwa hapa Yeriko alitembelea mto Jordan. Alipokwenda mto Jordan, watu wana manabii walikuwa wanakata miti ili kwamba waweze kujenga mabweni, waweze kujenga nyumba watakazokuwa wanakaa na manabii. Matokeo yake mmoja alipokata chuma cha shoka kifanyaje? Kikaingia mtoni. Akaanza kulia akasema, bwana wangu, angalia chuma hiki ni lazima na kimezama majini kwenye mto Jordan. Huko hapa sio mbali kutoka hapo kuelekea mto Jordan. Nafikiri tumetoka mto Jordan na umeendelea umefika mpaka hapa. Kumbuka unapeleka maji kwenye Dead Sea, ile bahari mfu ambayo tumeiona pale. Kilichotokea ni kwamba Elisha akasema, nionyeshe mahali kilipozama. Akamuonyesha, akachukua kijiti akatumbukiza pale mahali ambapo hilo shoka limezama, chuma kimezama. Biblia inasema kijiti kikazama, chuma ikafanyaje? Kikaelea. Kwa akaokota akampa, akasema okay, mrudishie mwenye chuma chake. So ninachotaka kusema ni kwamba hapa Jericho tangu zamani ni mji ambao kulikuwa na wana wa manabii na walikuwa na shule yao ya kujifunza unabii mahali hapa chini ya uongozi wa Eliya. Hata kipindi cha nani? Cha Elisha. Wote wamefanya kazi kwenye kipindi hicho kimoja, wamepatana. Elisha alikuwa ni successor na ndiye aliyeponya maji haya. Muujiza ambao uko hai mpaka leo toka nyakati za Elisha ni haya maji yaliyoponywa. Na good news ni kwamba haya maji ni maji mazuri kabisa. Unaweza ukachukua ukachota ukafanyaje? Ukanywa. Yani kwa maana moja au nyingine uhitaji maji ya kwenye chupa ukiwa hapa. Haya maji ni safi na salama, na kila tukija huwa tunachukua maji tunakunywa. Na nafikiri baada ya kumaliza kusema hivi nitachukua maji hapa nitakunywa kuonyesha kwamba ni maji. Truth Bible Institute chini ya askofu na mwalimu Aurelian Gonyani tunakutangazia nafasi za masomo kwenye chuo cha Biblia, na programu zitolewazo ni diploma ya Biblia na theolojia, na wanafunzi watasoma kwa njia mbalimbali za elimu masafa ya distance learning. Muhula wa masomo utaanza Oktoba mwaka 2021 na tutaanza kupokea maombi ya kujiunga, yani applications, kuanzia Agosti mwaka 2021. Na kwa maelezo zaidi piga simu namba 0755407764 na email aureliangonyani@gmail.com, au tucheki moja kwa moja kwenye website yetu www.tbi.ac.tz.